because we cannot bow down until the government listen to us. Yeah, the government tried to reach out to you. The government has not reached us to. They've not reached out to us because we were waiting for them to talk to us. We've not heard anything from them. We heard the Minister for Finance talking about it, and he said that the prices will still continue going up. That is a threat to the country. So he needs to sit down and think for himself, because wherever we are going right now, it's going to cause the mess within the industry. Tunaweza pata kwa lugha ya Kiswahili ambayo tunapitia wengi kwa mkutasari, nyinyi mnataka ushuru uende chini ili bei iende chini. Tupate tu kwa mkutasari. Sisi kama uanze kuna kujitambulisha. Okay, mimi kwa majina naitwa Albert Karagacha. Mimi ni president wa Matatu Owners Association. Ile tungependa ni ushuru iende chini, kwa sababu hiyo ushuru ndio inafanya mafuta inapanda bei na inaumiza ule Mkenya wa kawaida. Na ile tunaomba kama chama, serikali iweze kusikiza wananchi, kwa sababu sio wenye biashara wanaumia peke yake, pia mwananchi wa kawaida anaumia, kwa sababu ukienda sasa kwa supermarket vitu zinapanda bei, ukienda kwa soko sasa vitu zinapanda bei. Na kwa hivyo tunaomba serikali waweze kutusikiza na tukae chini tuweze kuelewana, kwa sababu zile taxes ziko kwa hii mafuta zikiweza kuondolewa, tunajua vizuri biashara yetu itaendelea. Ukiangalia nchi kama Angola, economy ya Angola na economy ya Kenya iko the same, lakini mafuta upande wa Angola ni karibu shilingi ya Kenya ni 58 shillings. Ukikompare na Kenya whereby diesel imeenda karibu shilingi 242. So ile tunasihi serikali mahali iko iweze kutusikiza na tuone tunaendelea namna gani. Na pia tunasihi members wetu mahali wako, tunajua kuwa kuna mgomo inaendelea na tunataka mgomo ikuwe wa amani.